Mtumishi wa Bwana, Mungu aendelee kuwabariki sana sana. Tunaye mtumishi wa Bwana ambaye leo yuko kwenye madhabahu hii, na mtumishi wa Mungu Neema au Bendera Chuma ameelekea Lugera, kule mtakuja kwa ajili ya kuongoza ibada. Amina. Kwa hiyo Mungu aendelee kumtumia huko aliko, kwambia kanisa hili wote ni wahubiri wa Injili. Amina. Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe ni mhubiri wa Injili. Mshike mkono, mwambie wewe ni mhubiri wa Injili. Utahubiri madhabahu nyingi tena kubwa za kimataifa. Kwa hiyo tusimame juu, watumishi wa Bwana, simama juu kwa miguu yako yote miwili. Tumshangilie Bwana Yesu wakati mtumishi wa Mungu anapita madhabahuni. Haya makofi ni ya mtendaji wa kijiji. Tumshangilie Bwana Yesu. Tukae watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wameokoka wanampenda Yesu? Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Kwa kweli siku ya leo ninayo furaha kubwa sana. Ninayo furaha kubwa. Kubwa, sema kubwa. Awali ya yote kabisa nimshukuru Mungu aliyenipa neema na kibali kufika mahali hapa. Si kwa uwezo wangu kwamba ningelikuwa mahali hapa, na sikujua kama ningelikuwepo mahali hapa, lakini kwa kuwa yeye ndiye amesema, sina budi kumrudishia sifa na utukufu yeye aliyesema niwepo mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimshukuru rafiki yangu. Nikisema rafiki yangu inabidi muelewe tu. Yesu anasema siwaiti tena watumwa bali rafiki. Ni rafiki yangu na ni mchungaji. Haleluya. Ni mchungaji. Ni mtu wa Mungu. Ni mtu anayetumiwa na Mungu kwa viwango vya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimshukuru, alikuwa tunakutana mahala kwenye mikutano, kwenye makongamano, tunakutana sana. Akawa ananiambia, mtumishi, siku moja uje kanisani basi. Sasa kila nikitaka kupanga kuja nakuta napewa kigingi. Haleluya, sema kigingi. Yaani kizibo, kwamba napanga wiki hii nitakwenda kule, unakuta unasema, unaambiwa wewe wiki hii ndio kiongozi wa ibada. Na hii nimeitumia kama itifaki kuvunja, lakini nilikuwa ni kiongozi wa ibada. Lakini wiki hii ni wiki ya kwetu. Sema ya kwetu. Ya kwetu. Ni wiki ya tebe. Sasa wakati tunapangwa tebe, sikuwa kwenye mawazo yule mtu wakala naye panga. Tangu Ijumaa ananiambia, wewe utakwenda kuhudumu kwa mchungaji Jovini. Haleluya. Nikasema nilikuwa kwenye mawazo yangu, na mimi nilitamani nifike kwa mchungaji Jovini. Kwa sababu umeniambia, basi na mimi nitafika pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe wanakuja kukamilisha zile hesabu za jana, kuanza kutawanya. Mimi nimeshatawanywa zamani. Haleluya. Nimeshafika sehemu kwa Jovini hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli mtumishi wa Mungu, nikwambie kuna kitu ambacho Mungu ana makusudi na kanisa hili. Kwa muda mliofungua kanisa hili na kutano lote lililoko mahali hapa, Mungu ana makusudi na wewe unayeabudu mahali hapa asubuhi ya leo. Anayo makusudi. Pokeeni salamu kutoka kwa mchungaji wangu Matayo. Anaitwa Mtakatifu Matayo Bundara.
Huyu anaitwa Mtakatifu Jovini Kajuna. Amen. Na wewe unaitwa mtakatifu nani? Itwa mtakatifu ndiyo sifa ya mwenda mbinguni. Wao usikatae. Sema mimi ni mtakatifu. Ndio sifa ya mwenda mbinguni. Ukijikataa manake hatutabaki hapa. Hautakuwa unaenda mbinguni. Lakini sisi tulio kwenye safari ya kwenda mbinguni, tiketi ya kwanza ni kitu kinachoitwa utakatifu. Amen. Amen. Nawashukuru wazee wa kanisa. Kwa kweli nimefurahi, kanisa linapendeza. Haleluya. Tupungiane mkono tena namna hii kanisa lote. Amen. Mbarikiwe sana. Wangapi mnanijua? Kama mnanijua nyosha mkono. Barikiwe, barikiwe, barikiwe sana. Kumbe wengi wananijua. Wakati mwingine natuona tuko kwenye madhabahu haya, hatukagi kwenye madhabahu moja, maana bado injili inawaka kwenye moto. Hatuna uwezo wa kukaa kwenye madhabahu moja tu, tunatoka na kwenye madhabahu nyingine, ili watu wafahamu na wavune vilivyo vya kiroho kupitia madhabahu za watumishi wa Mungu. Haleluya. Leo ni mara ya kwanza kukanyaga hapa. Mwaka jana nilikuwa kwenye kanisa hilo. Humo kuna kanisa hapo ni kweli. Kwa mimi huaga sichaguagi kanisa. Amina. Ndio falsafa yangu. Kazi yangu ni kuipeleka injili. Habari za kanisa utabaki nazo kwenye moyo. Mwezi wa 3 nilikuwa kanisa la TAG Uhendere. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, ameonekana kwa ajili yangu kipekee. Kwa wale wasionijua jina langu, sema jina langu. Haleluya. Wangapi wanataka kujua jina langu? Hamjawahi kuniona niko napigwa hata mawe huko mjini? Hatuonanagi. Sisi bwana tuna kanuni. Hapo natembea mimi niko furu. Yaani natembea niko furu. Aliyeona pikipiki yangu ameshaijua kwamba hii ni ya nani. Kwa majina yangu ninaitwa Laurent Simoni Kilaha. Ni Muha aliyeokoka. Kwenye tumbo la mama yangu tumezaliwa tukiwa 8. Tuliobakia tuko 6. Wengine wameshatangulia mbele za haki. Lakini kwenye tumbo la mama yangu mimi ni mtoto wa 5. Kwenye uzao wa Simoni Kilaha aliyetoka kuwa mtumishi wa Mungu ni mimi peke yangu. Amen. Amen. Nikikupa hadithi za kuzaliwa kwangu nilizopokea kwa wazazi, unapozaliwa tu Mungu anakuwa ameshaweka kitu kwenye moyo wako kwamba hiki ndicho atakachokitengeneza kupitia wewe. Mimi nimezaliwa chini ya mapadri mwaka 84 pale Kakonko. Sehemu moja wanataka Kakonko, wale wao wanapajua. Wakati nazaliwa mama yangu na baba yangu wako wanafunga ndoa, wanarekebisha ndoa. Halafu nilipozaliwa tu mara ya kwanza gari kukanyaga nyumbani kwetu. Gari na beba na mapadri napelekwa nyumbani. Haleluya. Maana yake kuna kitu Mungu ambacho amekitengeneza katika ulimwengu wa roho, kwamba mimi sitakuwa mtu kama wale, nitakuwa mtumishi wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina mke na watoto. Nina mke na watoto 3. Haleluya. Hao ni wengine wanakuja.
maana bado Mungu anatuambia analeta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke mmoja ndio falsafa ya mtu mwenda mbinguni, asikudanganye mtu. Maana mpaka tangu kuumba misingi ya ulimwengu aliumba mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Mbona mnawanyanyasa wanawake eti wanne? Na wao wawe na wanaume wanne sasa. Mwana kama mtapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asubuhi ya leo tunahitimisha kongamano letu la Tebe. Tunahitimisha kongamano letu la Tebe. Nimefurahi dada kukuona. Nimefurahi sana kukuona wewe dada wewe. Tunakutanaga, lakini pia nilishawahi kukaa naye sehemu tunashauri sehemu fulani. Ila nafahamu kwamba Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Tunataka tusome neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Andaa daftari lako tuandike hapa. Kuna kitu tunataka tujifunze. Ila mimi napenda leo nifundishe kwa vitendo. Haleluya. Nadhani sitawachelewesha maana mimi ni mwinjilisti sana. Umeshaandaa daftari na kalamu? Andika kichwa cha somo. Kinasema hivi: kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujiandaa kwa maisha ya baadaye. Nadhani bado haijaeleweka hii. Ngoja niiweke sawa. Kujiandaa kwa maisha ya baadaye maana yake ni kuwa tayari kwa matarajio yaliyoko mbele yako. Tumeelewana kidogo? Nataka nifundishe. Samahani nimuite baba. Baba. Samahani. Memona baba? Tunalingana mimi na yeye. Baba, nitajie majina ya kwako matatu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu matatu, naitwa Emmanuel Masanja Maziku. Barikiwe. Anaitwa Emmanuel Masanja Maziku. Masanja na Maziku bado wako hai? Barikiwa sana, nenda kakae baba. Kujiandaa kwa maisha yako ya baadaye maana yake maisha yaliyoko mbele yako. Kuna watu wanaishi duniani wakifahamu kwamba hapa ndipo palipo na maisha pekee, kwamba maisha yangu yataishi milele duniani tu. Nataka nikwambie, jiandae kwa maisha yako ya baadaye. Mwambie mwenzio, jiandae kwa maisha yako ya baadaye. Tunataka tusome vitabu kadhaa hapa. Fungua kitabu cha Misali. Nafahamu haya maandiko mnayajua, lakini naomba nisikilize kwa umakini. Kitabu cha Mithali mlango ule wa 16. Kitabu cha Mithali sura ile ya 16. Nitaanza ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini